Zelensky ana uhusiano wa karibu na nchi za Magharibi, hasa Marekani, Umoja wa Ulaya na wanachama wa NATO. Uhusiano wake na nchi hizo umeimarika zaidi tangu uvamizi wa Urusi mwaka 2022. Uhusiano huu unaweza kueleweka kwa kupitia mahusiano ya kisiasa, misaada ya kijeshi, misaada ya kifedha na kibinadamu, mahusiano ya kidiplomasia pamoja na mwelekeo wa kiutamaduni na kistratejia, licha ya kuwa Ukraine ni nchi ambayo kwa muda mrefu imejengwa kwa misingi ya ukomunisti kabla ya anguko la muungano wa Kisovieti mwaka 1991. Lakini ni kwa nini baada ya nchi za Magharibi ikiwemo Marekani kuhimiza Ukraine kupitia rais wake Volodymyr Zelensky kuipinga Urusi kwa njia zote na ahadi nyingi ikiwemo kuipa Ukraine misaada ya kijeshi, ujasusi, fedha, madaraka pamoja na uhuru, leo Ukraine anageuka kuwa adui wake wa giza? Tangu mwaka 2014, NATO ilifundisha wanajeshi wa Ukraine kuwaandaa kwa vita vya kisasa ikilenga kuikomoa Urusi. Viongozi wa Magharibi waliwahimiza wa Ukraine kupigana wakiahidi silaha na vikwazo kwa Urusi. Marekani na NATO waliona vita hivi kama fursa ya kudhoofisha ushawishi wa Urusi Ulaya Mashariki. Kwa hivyo, misaada ya Magharibi ilichochea pakubwa mapambano ya Ukraine, huku Ukraine ikigeuzwa kuwa uwanja wa vita vya kisiasa na kijeshi kati ya Urusi na mataifa yenye nguvu kama Marekani pamoja na nchi za Ulaya. Kwa nini leo Ukraine anaonekana kugeukwa na kutengwa taratibu? Ungana nami kwenye makala hii ni kujuza sababu kadhaa ambazo zimesababisha Ukraine kusalitiwa na kudhalilishwa baada ya muda huu mrefu. Moja, Marekani pamoja na Ulaya wamegundua ukweli kwamba Urusi haiwezi kudondoka au kupigwa kwa urahisi kama walivyodhani. Marekani pamoja na Ulaya sasa wanatambua kwamba haiwezekani kuidhoofisha Urusi kirahisi. Licha ya vikwazo ambavyo Urusi imewekewa kwa miaka hiyo yote, wala haijaitikisa Urusi. Ikumbuke kwamba Urusi ndio nchi pekee duniani yenye vikwazo vingi vya kiuchumi, zaidi ya vikwazo 20,000 ikifuatiwa na nchi ya Iran. Pamoja na hayo yote, Ukraine imepokea misaada ya kijeshi ya takriban dola bilioni 500 kutoka Marekani na Ulaya bila mafanikio yoyote. Kwa hivyo, haya yamefanya nchi za Magharibi kuchoka kuendelea kufadhili vita ambavyo havina faida. 2. Kupungua kwa misaada ya kijeshi na kifedha kutoka kwa nchi za Magharibi pamoja na Marekani. Mojawapo ya sababu kuu zinazochangia Ukraine kusalitiwa taratibu ni kupungua kwa uwezo wa ufadhili kutoka kwa nchi za Ulaya pamoja na Marekani. Hali hii imeonekana baada ya hali ya kiuchumi ya nchi za Magharibi pamoja na Marekani kushuhudia kuzorota na ukuaji mdogo wa uchumi zao. Nchi kama Ujerumani imeathirika pakubwa na vita hivi, Ulaya ikiwemo, kwa kuwa bado wanaitegemea Urusi kwa nishati, rasilimali, yani kiuchumi kwa ujumla. Usisahau kwamba nchi za Ulaya kwa mwamvuli wa NATO zinategemea 70% ya ufadhili kwa uwepo, yani NATO ambayo ndio mwenye kiherere ya kuhimiza na kutaka kuingia vitani na Urusi inategemea 70% kutoka kwa Marekani ili kufadhili uwezo wao. Ila bado hawajampoteza Urusi sembuse wakati huu ambao uchumi zao zinasuasua. Ukraine imekuwa kwenye hali ngumu ambapo washirika wake ambao wamekuwa wakimpa kiburi hasa Magharibi na Ulaya ikiongozwa na Marekani wanaanza kujitoa polepole wakiacha nchi ya Ukraine ipambane yenyewe dhidi ya Urusi. 3. Mafanikio makubwa ya kidiplomasia pamoja na ushawishi wa Urusi duniani. Urusi imefanikiwa kupanua ushawishi wake wa kidiplomasia kimataifa zaidi licha ya vionzi vingi na vikwazo vya Magharibi. Imetumia mbinu za kisiasa, kiuchumi na kijeshi kuhakikisha imejenga mahusiano ya mafanikio na washirika wake wa kimkakati ili kuimarisha ushawishi wake sehemu mbalimbali za dunia. Mfano, Urusi imewekeza katika kujenga mahusiano thabiti na mataifa yanayoendelea kama Afrika. Moscow imewekeza sana kuimarisha ushawishi wake Afrika kwa kutoa misaada ya kijeshi, nafuu za madeni. Ikumbuke kuwa Moscow miaka 2 iliyopita ilizisamehe nchi za Kiafrika zilizokuwa zinadaiwa na Urusi madeni yao pamoja na miradi ya kiuchumi. Hata baada ya kujiondoa kwenye makubaliano ya nafaka ya Bahari Nyeusi, Urusi imeahidi kusambaza nafaka bure kwa mataifa kama Mali, Burkina Faso na Somalia.
Usisahau kwamba vikundi vya kijeshi vya Kirusi kama Wagner Group vimeongeza ushawishi wa Urusi kwa kutoa ulinzi wa misaada ya kijeshi kwa tawala zinazoegemea Moscow kama Sahel region. Pamoja na Afrika, Urusi pia ina mahusiano mazuri na nchi za Mashariki ya Kati kama Iran, Syria na Saudi Arabia kupitia makubaliano ya mafuta ya OPEC. Kupitia makubaliano ya mafuta ya OPEC, Urusi imekuwa mshirika mkubwa wa Saudi Arabia katika kudhibiti uzalishaji wa mafuta, jambo linaloipa nguvu ya kiuchumi dhidi ya Magharibi, bila kusahau ushirika wa Urusi na China ambao umeimarika zaidi hasa katika biashara ya nishati, teknolojia na kijeshi, ikiwemo pia nchi ya India. 4. Nia ya Trump kutaka kujenga uchumi wa Marekani. Moja ya sababu kuu zinazopelekea Ukraine kupoteza msaada kutoka Marekani na mataifa ya Magharibi ni mwelekeo wa kisera wa Donald Trump, hasa nia yake ya kuimarisha uchumi wa Ulaya kwa mtazamo wake wa kihafidhina. Trump anaamini kwamba vita vya Ukraine vimekuwa mzigo mkubwa kwa Marekani na anapendekeza mataifa ya Ulaya yachukue jukumu kubwa katika kufadhili na kushughulikia mgogoro huu. Trump amekuwa akipinga matumizi makubwa ya Marekani kwa vita vya Ukraine kwa hoja kwamba Ulaya inapaswa kuchangia zaidi. Marekani imechangia zaidi ya dola bilioni 1.5 kwa msaada wa Ukraine, huku mataifa ya Ulaya yakichangia kwa kiwango kidogo kwa kulinganishwa na Marekani. Trump anamtazama kwamba vita hivi vinachangia kupunguza uwezo wa mataifa ya Magharibi kuwekeza katika uchumi zao. Kwa kuhamasisha Ulaya kujitegemea zaidi kijeshi, mataifa haya yanaweza kuelekeza rasilimali zao kwenye ukuaji wa uchumi badala ya kuwekeza katika vita vya Urusi na Ukraine. Trump asisahaulike kwamba yeye ni mwanabiashara na mwekezaji pamoja na mjasiriamali mkubwa, kwa hivyo asitegemewe kuendesha siasa zisizokuwa na faida kwa nchi ya Marekani. 5. Hofu ya mgogoro mkubwa Ulaya. Trump alimlaumu sana Zelensky kwamba anacheza na michezo ambayo mwisho wake unaweza kuwa ni kwenye vita vya nyuklia, vita vya 3 vya dunia. Ikiwa chokochoko hizi zitapelekea vita vikuu au mgogoro mkubwa, Urusi itaingia vitani ikiwa na sifa kadhaa zinazoiweka katika nafasi ya kipekee, kijeshi, kiuchumi na kimkakati. Urusi ni taifa lenye uwezo mkubwa wa kivita, rasilimali nyingi na uzoefu wa kijeshi unaoipa faida fulani katika mazingira ya vita vya kimataifa. Ikumbukwe ya kwamba Urusi ndio taifa pekee lenye mabomu ya nyuklia mengi pamoja na silaha zisizo za kawaida kama Oreshniki. Urusi pia ndio nchi pekee duniani yenye uwezo wa kupigana vita zaidi ya miaka 15 bila kusimama. Sio Marekani, sio Ujerumani wala Uingereza. Hofu hii kubwa inampa wosia Trump na kukosa sababu ya kushinikiza vita vya Ukraine. Kumbuka pia Urusi na Marekani wanategemeana kiuchumi, kibiashara pamoja na kiteknolojia. Ukraine inazidi kusukuma kwenye kona na hali yake inazidi kuwa mbaya kwa sababu chache nilizokueleza. Kwa leo nitaachia hapo, endelea kutufuatilia, subscribe, like na unipe maoni yako kwenye comment section ili usipitwe na makala mengi ambayo tutakuwa tunakuwekea kwenye chaneli hii.